mbunge ambaye alichaguliwa akiwa na mashida mingi sana. Na ni kwa sababu nilichaguliwa, kwa sababu nilikuwa na ndoto ama vision ya watu wangu wa Mumias. Na nikaangalia Mumias ilianguka by that time, watoto hawasomi, my institution havipo. Nikasema ni mimi tu peke yangu ambaye Mungu amemwagia mafuta kama ile ya Samueli na Daudi akamwambia, nikamwambia watu mimi ndio nitakuwa mbunge hapa. Na akasema hii mtu hii mwendasimu, wacha nikamwambia acha mwendasimu ndio atakuwa. Sasa mimi nikaanza kutembea nikikampeni. Na mimi nilikuwa na wakati kura ile anauzia nijipata mimi anauzia mimi ndio mbunge. Walishindwa. Lakini kwa sababu Mungu alijua. Na hiyo ndio sasa imenifanya nikakuja nikafika mahali. Nikajiuliza hii nchi yetu ya Kenya inaenda wapi? Kwa sababu leo hii as we speak, people tunaongea tunataka mabadiliko. Lakini tunajiuliza vijana saidi are bitter in this nation. They are bitter just because wamesoma na wana kazi. Lakini uongozi ambao upo hauongelei mambo ya job creation katika nchi yetu ya Kenya. Ndio nimeambia pale watu chini, mkikumbuka vizuri wakati wa Moi kulikuwa na kitu inaitwa Kenya was an industrial country, ambayo makampuni zilikuwa kila mahali. Hizi makampuni nataka kusikia zinataka kulisiwa zilikuwa katika zile enzi za Moi. Na zikitoka pale tukakuwa na Kibaki ambaye alikuwa na vision 2030. Kwa sababu alijua mahali anataka kuipeleka nchi yetu ya Kenya. Lakini kwa uongozi ambao tumepata saa hizi, kwa sababu leo venye mko hapa, kuna watu wamekuja kutafuta hapa riziki yao ili ya kwamba kuone ule mtoto wake amepata chakula, mtoto wake amepata uniform, amepata school fees. And it is in the interest of any parent kuona mtoto wake akimaliza shule apate kazi. And that is why saa hizi kila mwaka we are giving job opportunities. Universities zinaachilia watoto wanamaliza universities, wala kufanya diploma wanamaliza, wala kufanya certificate wanamaliza. Lakini lazima tukue na uongozi ambao unajiuliza hawa watoto ambao wamemaliza huu mwaka, how many job opportunities to create as a nation for those who are graduating this year. And that is the kind of the conversation that we have been lacking in this country. Na mimi nikaangalia nikasema, if we continue like this in the next 30 years from now, Kenya will be a hopeless country. Ndio sababu naangalia kama hapa watu wa Meru hapa, Embu hapa, muko na minerals mingi, but we cannot invest and become a blessing to the country. Hiyo ndio sasa tumesema tuanzishe conversation so that we can start to plan 100 years for the coming generation. Hata mtoto ambao umezaa leo, how can we plan for that young person ambaye wakati atagrow ataishi maisha gani kwa ile miaka ambayo Mungu amempatia miaka 100. And that is what we want to discuss in this country. Na mimi nataka niulize nyinyi watu wa hapa, mkiangalia inchi kama sasa saa hizi kila mwaka tunaongelea mambo ya finance bill. Na ukiona inchi ambazo zimegrow kama Amerika, they only have one finance bill for entire period. Juzi umesikia sasa hiyo inafanya investor wanakuwa rest assured na investment ambayo wanakuja hapa. Kwa sababu kila mwaka finance bill. Utajua aje hii finance inakuja itakufeva kwa biashara zako. And that is the conversation that lazima tukue naye. Ukiangalia watoto wetu juzi wamebaki kule, watoto wetu wasichana wanaenda kule Saudia ati wanaenda kutafuta kazi. Kwa sababu wameona maisha ni ngumu. Wanaenda wanakufia kwa sababu ya stress, wanaenda wanatesekea kule, hata kuleta body ukienda kwa diaspora watakusaidia. Umesikia juzi ule foreign affairs akisema anataka pesa ili ya kwamba watoto wetu wamekwama kule Finland, kule Vietnam, sijui wapi, wapatiwe warudishe nyumbani. So we must have that direction. Sasa nyinyi watu wa Embu,